Karibuni wasikilizaji na watazamaji wetu wa channel yetu ya Afya Dr. Zone TV. Mimi naitwa Dr. Chale, daktari bingwa magonjwa ya kina mama na afya uzazi. Karibuni tujiunge pamoja siku ya leo tukiwaletea makala yetu inayohusiana na tatizo la kutokwa na harufu mbaya ya ukeni. Basi jitahidi kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu kwa kubonyeza alama ya kengele hapo juu ili uweze kusubscribe channel yetu, na vizuri zaidi mshirikishe na mwenzio. Unaweza kumtumia makala hii akapata elimu pamoja na vipindi vyetu mbalimbali ambavyo tunatuma. Basi uwe wa kwanza kupata taarifa. Angalia chini hapo kwenye sehemu ya comment, tuambie unapenda makala ipi tuweze kuizungumzia au jambo lipi ungependa wewe tulizungumzie. Na kama una jambo lolote unataka tushirikishane, basi unaweza kunipigia kwa namba ya simu 0713 35 0084. Unaweza kunipigia kama una changamoto yote, nitakwambia wapi unaweza tukawasiliana, wapi unaweza kuja ili uweze kupata ufumbuzi wa tatizo lako. Basi mimi naitwa Dr. Chale kama nilivyosema, na leo tunazungumzia tatizo la kutokwa na harufu mbaya ya ukeni. Kwa kawaida kutunza uke, mwanamke kutunza uke na kulinda afya ya uke ni jambo muhimu sana. Kutokwa na harufu mbaya ya ukeni ni kiashiria kwamba unaumwa na hauko sawa. Hali hii inaweza kuathiri heshima mwanamke na pia mahusiano na mwenza wake. Harufu mbaya ya ukeni kwa kiasi kikubwa husababishwa na fungus na hali ya uke kutokujisafisha vizuri. Unaona, husababishwa na fungus aina Candida, japo sio kila mara, maana kuna umuhimu wa kutafuta chanzo, yani kwenda kufanya uchunguzi kujua hasa nini kimesababisha. Ni kawaida kwa mwanamke kupata harufu ukeni kutokana na hali yake ya uke. Ndio maana anatakiwa awe anajisafisha mara kwa mara ili kutoa vimelea wabaya. Lakini pale harufu inapokuwa kali sana, mfano wa harufu ya shombo la samaki, basi ujue kwa kuna tatizo kubwa. Kutokana na harufu mbaya ya ukeni, huwa inaambatana na dalili zingine kama kuwashwa na kuchoma choma na kutokwa na majimaji, au tunasema kutokwa na uchafu ukeni. Sababu za uke kutoa harufu mbaya. Zipo sababu nyingi zinazopelekea mwanamke au zinazomsababishia mwanamke kutokwa na harufu mbaya ya ukeni. Baadhi ya sababu hizo ni pamoja na magonjwa ya zinaa au tunasema sexual transmitted diseases. Mfano wa magonjwa haya ni kama vile kisonono, kaswende, trichomoniasis na kadhalika. Magonjwa haya yasipotibiwa kwa wakati husababisha mwanamke kutoa harufu mbaya ya ukeni. Katika kundi hili pia tunayo matumizi mabaya, wale ambao wanatumia dawa za antibiotic bila mpangilio, tunasema matumizi mabaya ya dawa za antibiotic. Utumiaji kiholela wa dawa hizi bila ushauri wa maelekezo ya wataalamu hasa madaktari ni mojawapo ya sababu ya mwanamke kutoa harufu mbaya ya ukeni. Kwa usipende kutumia dawa, nenda kwa daktari, mueleze tatizo lako, akuandikie dawa utumie, atakupa utaratibu wa jinsi ya kutumia. Kingine tunasema ni kutokuzingatia usafi na kutokwa sana na jasho. Unajua kuna wanawake wengine wana sweat sana, wanatokwa na jasho, kwa anaweza katoa harufu sehemu mbalimbali. Harufu zinaweza kutoka makwapani, harufu shingoni, kwenye matiti, mwilini kwa ujumla. Lakini hali kama hii pia ikitokea katika sehemu za siri, basi harufu ndio inakuwa mbaya zaidi. Ni wazi kwamba uchafu na kuwepo na unyevunyevu sehemu za siri huzalisha harufu mbaya. Kisayansi ni kwamba kuna tezi ambazo kazi yake ziko mwilini, tunaita apocrine sweat glands. Hizi kazi yake kubwa ni kutengeneza mafuta kuelekea kwenye maeneo mbalimbali ya mwili. Sasa hizi zinapokuwa mle, zinapotoa yale mafuta pale mwanamke anapokuwa na sweat, na sio mwanamke, hata mtu mwingine, hata mwanaume anaweza kumtokea tatizo hilo. Kwa tunazungumzia mwanamke, lakini hata mwanaume pia kwake ni changamoto hii, anaweza akatoa na harufu mbaya. Lakini sasa hapa tunamzungumzia mwanamke. Kwa hizi zinatoa mafuta ambayo yakisambaa mwilini ndio ambayo hutoa harufu mbaya. Kingine ambacho kinaweza kusababisha mwanamke akatoa harufu ukeni ni endapo ana maambukizi katika via vya uzazi ambao tunaita pelvic inflammatory disease, au kwa kifupi tunaita ugonjwa wa PID. Ugonjwa huu unaweza kusababishwa na aidha kama mwanamke ameharibikiwa na mimba, anakuwa na maambukizi ya ukeni ya muda mrefu, uwepo wa magonjwa ya zinaa kama gonorrhea na chlamydia. Yote haya yanaweza, kama hakutibiwa vizuri au mwanamke hakutumia vizuri dawa, yani matumizi ya dawa yamekuwa kwa uzembe, basi anaweza kapelekea akajikuta anatoka na harufu ukeni. Na hii mara nyingi inaweza ikatokea baada ya hedhi au kabla ya hedhi, na wengine inaweza katokea muda wote harufu kama hizo. Kingine tunasema kuna tatizo lingine tunaita bacterial vaginosis. Kwa kawaida mwili wa binadamu una bakteria wa aina mbili, bakteria rafiki ambao tunaita normal flora na bakteria adui tunaita pathogens. Sasa ukeni kuna bakteria rafiki wa kiwango kinachohitajika. Bakteria wanapoongezeka na kuvuka mahitaji
huwa sio rafiki tena. Huanza kushambulia sehemu ya uke na kuruhusu maambukizi ambayo hutoa majimaji yenye harufu mbaya ukeni. Kwa bakteria kama hao wakiwepo kule, basi wale ambao sio rafiki pathogens ndio wanasababisha hayo matatizo na mwanamke anakuwa anatokwa na harufu mbaya ukeni. Mabadiliko katika mfumo wa homoni. Mabadiliko haya ya homoni hutokana na mzunguko wa hedhi, unaweza kuchangia harufu mbaya ukeni. Wanawake wanaokaribia kukoma hedhi au menopause wapo kwenye hatari zaidi, kwani homoni ya estrogen hupungua sana na hivyo kusababisha tishu za kuwa na tishu zinakuwa na tindikali kidogo. Hivyo mara kwa mara wanajikuta wanatoa harufu ukeni. Kama nilivyosema, wengine wanaweza katoa harufu mara tu baada ya hedhi, au wengine wanatoa harufu kabla ya hedhi. Harufu inakuwa sio nzuri na inawakera, au inaweza kumkera hata mwenza wako. Mwisho wa siku inaweza kukuletea mgogoro wa kimahusiano. Pia hizo ni mojawapo ya mabadiliko ya hormones. Sasa hebu tuone dalili ambazo zinaweza zikamfanya mwanamke anayetoa harufu. Dalili zipi zinaambatana nazo? Kama tatizo hili linatokana na kisonono au tatizo linatokana na magonjwa mengine ya zinaa, basi huyu mwanamke pamoja na hivyo, lakini pia atakuwa anapata maumivu. Pamoja na kutoa harufu, atakuwa anapata maumivu wakati wa haja ndogo, na pia mkojo unaweza kuwa na usaha, na wakati mwingine anaweza kupata maumivu hata wakati wa tendo la ndoa. Kama chanzo ni kaswende, basi hali hiyo itaambatana na miwasho na vipele vinatoka ukeni, na pia hata kwenye mdomo wa kizazi, na pia anaweza katokwa na vidonda. Kama inatokana na fungus, basi itaambatana na uchafu mzito ukeni, ambao pia unapatana na muwasho na hiyo harufu. Kwa hiyo inashauriwa basi, kama una changamoto kama hizi, muone daktari bingwa magonjwa kina mama, au tuwasiliane kwa namba ambayo tumeshaeleza, namba 0713 35 0084. Na kama una changamoto nyingine yote, basi pamoja na kupiga simu, lakini pia unaweza tukawasiliana katika hiyo namba katika sehemu yetu ya comment. Tuma maelezo yako, basi tutaangalia nini cha kushauriana. Niwatakie siku njema.